Nilimzaa salama mpaka akafikia umri wa miezi minne. Baada ya kufikia miezi minne nilikuwa mimi ni mfanyi biashara, nilikuwa mkoa wa Kilimanjaro. Nilikuwa naishi na mdogo wangu. Mdogo wangu akafaulu kwenda shule form 5. Wakati huo nilikuwa nafanya biashara, nikakutana na binti sokoni anatafuta kazi. Nikamhoji, umetokea wapi? Akaniambia nimetokea Kigoma. Mwenyeji wako ni nani? Akaniambia nililetwa sehemu moja inaitwa Maili 6 kufanya kazi, lakini bosi amenifukuza, nimeshindana naye amenifukuza. Nikamwonea huruma maana alikuwa ni binti mdogo miaka 17. Nikamchukua nikaenda naye nyumbani, nikamwambia basi atakuwa ananilelea mtoto. Lakini baada ya kuishi naye ndani ya mwezi mmoja nikamwona ana tabia za ajabu ajabu, ni tabia za kiuni. Nikamuonya. Siku niliyomuonya usiku, asubuhi mimi nikaamka kwenda sokoni. Majirani walinipigia simu wakaniambia, hatumuoni mdada wako wa kazi, afu mtoto analia sana ndani, uko wapi? Nikamwambia niko sokoni. Basi narudi. Kurudi nyumbani nikamkuta kweli Salma hayupo. Nafungua mlango, nikawa namtafuta mtoto, nikamwona alimvua nguo zote, afu akamdumbukiza kwenye friji sehemu ile ya kugandisha. Na mtoto akawa amesha ganda, anapumua kwa shida. Ndipo nilimtoa mtoto kwenye friji na majirani, tukaenda zahanati, ndo tukaambiwa twende KSMC. Kufika KSMC walimweka kwenye oksijeni na kwenye chumba cha joto. Lakini mtoto alikaa kwenye oksijeni siku 3. Ndipo akapata nafuu kidogo, lakini toka hapo hakurudi katika hali yake ya kawaida. Madaktari waliniambia haitowezekana tena Patrick kurudi katika hali yake ya kawaida. Hamna wa kunisaidia. Baada changamoto kuzidi, babake naye alinitelekeza. Siwezi tena kufanya kitu chochote, biashara siwezi kufanya wala kazi yoyote. Ninaomba Watanzania wenzangu, naomba mnisaidie. Cha kwanza Patrick nimpeleke hospitali. Cha pili pia hata sehemu ya kuishi sina. Hapa nilipo nimehifadhiwa kwa muda, na mwenye nyumba ameniambia atakuja mwezi huu wa 3 nitafute sehemu ya kwenda. Kalema TV.